mswada wa bodi ya kitaaluma ya walimu. Huu ni mchakato ambao tunaambiwa umekuwepo tangu mwaka 2013 kupitia chama cha walimu CWT, na tayari ni mswada ambao uliwasilishwa bungeni kwa mara ya kwanza Mei 2018 na waziri wa sayansi teknolojia Professor Joyce Ndalichako, na ukasomwa kwa mara ya kwanza Juni mwaka huu. Na sasa hivi upo katika hatua za utoaji wa maoni ili kuona ni kwa kiasi gani mswada huu unaweza kubadilika rasmi kwa sheria, na sasa walimu wakawa na bodi inayowatambua kama wanataaluma na watakuwa na leseni katika ufundishaji. Naam, hayo yote tutadiscuss hapa na wageni wangu. Nitambue uwepo wa Nicodemus Etlawe, Shauri Etlawe. Karibu sana. Huyu ni meneja wa programu kutoka TENMET. TENMET ni mtandao wa elimu Tanzania au ni Tanzania Education Network. Karibu sana. Asante sana. Na lakini pia tunaye Meshak Kapange. Huyu ni katibu mkuu wa CHAKAMWATA. Ni chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania. Hiki ni chama Kiswahili rahisi, chama kipya cha walimu. Chama kipya cha walimu CHAKAMWATA. Karibuni sana. Kinachotuleta pamoja inaweza isiwe moja kwa moja kuhusiana na taasisi mnazoziwasilisha, lakini zaidi ni kuhusiana na hii swala la bodi au mswada wa bodi ya kitaaluma ya walimu, lakini si vibaya tukadokeza kidogo kuhusiana na nafasi zenu. Tukianzia pale kwa mwalimu Nicodemus Etlawe. Tueleze kidogo kuhusu TENMET na nafasi yenu, na kama tayari mnao mswada. Asante. Mimi naitwa Nicodemus Shauri Etlawe, na fanya kazi mtandao wa elimu Tanzania kama manager wa programu. TENMET ni mtandao unaoundwa na mashirika asasi za kiraia zisizopungua 200 hivi zinazofanya kazi Tanzania bara, ambazo ni kuanzia asasi zile zinazofanya kwenye level ya chini, kwa Kenya wanasema mashinani, ambazo community based organizations, lakini pia tuna mashirika ya taasisi za nani ambazo za kidini ambazo zina mashirika ya kimaendeleo na ita faith based organization, ni members wetu. Tuna mashirika asasi za kitaifa kama the national NGOs kama kina World Vision na mifano mingi. World Vision akina Haki Elimu ambayo inajulikana sana. Na hizo taasisi zote zinazounda huo mtandao zinashughulika na masuala ya elimu. Yes, hizi taasisi zote zina moja ya kazi wanazozifanya lazima iwe elimu, ili uweze kuwa mwanachama wa TENMET. Kwa hivyo hawa ambao nilikutaja ni wanachama ni wengi. Kuna asasi za international NGOs kama World Vision, Plan International, Save the Children, Action Aid, wote hao. Lakini moja ya kazi wanazofanya lazima iwe inaboresha sekta ya elimu. Kwa hiyo hawa wanakuwa wanachama wa kwetu. Kwa hiyo na sisi kama mtandao, kazi yetu ni kuratibu kazi za wanachama wetu, kufanya masuala ya networking sijui kwa Kiswahili nini, mtandao, mambo ya mtandao, kujenga uwezo wao, lakini kwa ajili ya sauti ya pamoja, kutetea elimu bora, upatikanaji wa elimu jumuishi na bora kwa watoto wote wa Kitanzania. Mmeshapata mswada wa bodi ya walimu? Yes, mswada wa bodi ya elimu tumeupata, na kimsingi sisi ndo tunaweza kusema ndo waasisi wa suala hili la kuwa na bodi ya walimu. Asante, shikilia hapo kwanza, tutakuja kwako baadaye. Mwalimu Meshak. Naam. Kapange, karibu sana. Asante sana. Mnao mswada pia? Naam, tunao. Na mmeshaanza kupitia? Tumepitia vizuri sana wote. Mmeshaupitia? Naam. Bila shaka hata unajua sehemu gani kuna kituo. Sawa kabisa. Hebu tueleze kidogo kuhusu CHAKAMWATA. Najua tulishawahi kuzungumza kuhusiana na chama hiki. Lakini si vibaya tukiwakumbusha watazamaji wetu wapya. CHAKAMWATA kirefu chake kinaitwa Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania. Harakati zake zimeanza miaka 8 iliyopita. Kilikuwa kinaitwa Umoja wa Maafisa Elimu Tanzania, kwa kifupi UMET. Lakini katika kuomba usajili kaonekana ile jina halitafaa sana, tukabadilisha na kuwa Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania. Hiki ni chama cha walimu kama ilivyo CWT, kama ilivyo TWICO, ama ni chama cha wafanyakazi kama ilivyo CWT, kama ilivyo TWICO na vyama vingine, lakini chama cha walimu kama ilivyo CWT. Watu wanahoji sana kwa nini na CWT na kwenda wapi? Sisi walimu katika utumishi wa umma sisi ni wengi, tuko zaidi ya 68% ya watumishi wa umma ni walimu peke yetu. Kwa mambo yetu yanajulikana sana na jamii, anafanya kila mtu react na ajaribu kuhoji, lakini wenzetu kwenye sekta
sekta zingine wako wachache, mambo yao hawajulikani na jamii, kwa hivyo hawahojiwi. Sisi walimu kuwa na vyama zaidi ya kimoja sio wa kwanza hapa Tanzania. Wafanyakazi wa benki na viwanda benki na viwanda wana vyama viwili. Walikuwa na Twiko peke yake, leo wana Twiko na Fibuka. Kwenye sekta ukienda hapo NMB ama CRDB unavikuta viwili. Unakuta Twiko na Fibuka ndani ya jengo moja. Watu hawahoji, ila kwa walimu watu wanahoji. Sekta ya madini walikuwa na chama kimoja tu kinaitwa Tamiko. Leo kuna Tamiko na kuna Numet. Leo kila mzungu anayekuja anataka kuchimba madini yetu, mikataba ile haimtambui mzalendo, anafukuzwa kama mkimbizi kwenye taifa lake. Iko wachimba madini wadogo wakaona Tamiko iwasaidii, wakaanzisha chama kile kinaitwa Numet, ndio kinawasaidia sana kule. RAU, wafanyakazi wa serikali kuu walikuwa na chama kimoja kinaitwa RAU. Kwa hiyo ni mifano ya kuhalalisha uwepo wa CHAKAMWATA. Sasa kuwapa watu angalau wanahoji sana kwa nini walimu wao sio walimu, lakini kuna sekta ya walimu najua inasemewa na watu ambao hata sio walimu. Kwa hiki ni chama cha wafanyakazi kilichosajiliwa, kina miaka 4 tangu kimesajiliwa, na jina lake lina reflect kazi yake kutetea haki. Taaluma yao ni kusema, sio? Yaani wanasema sana walimu, kwa sababu wanafundisha. Kwa nini wasemewe na watu ambao si walimu? Sasa kwa sababu maisha ya walimu yana impact kubwa katika jamii. Hata wakati wa mishahara watu hawaulizi wafanyakazi wamepata mishahara, wanauliza walimu wamepata mishahara, kwa sababu walimu wakipata mishahara soko linachangamka. Kwa sababu walimu wanachangamsha soko. Ni wengi. Asante Meshak. Turudi kwenye hoja yenyewe. Kabla hatujaenda kwenye mswada wenyewe na baadhi ya vitu ambavyo vimo ndani, nije kwako Mwalimu Nicodemus. Dhana ya kuwa na bodi za kitaaluma, dhana yenyewe unaitazamaje? Dhana ya kuwa na bodi ya kitaaluma ni dhana muhimu sana, kwa sababu unapokuwa na bodi ya kitaaluma, maana yake hiyo bodi itakuwa inalinda hiyo taaluma, ili kuhakikisha kwamba hiyo taaluma haivurugwi, haichakachuliwi, hakuna figisu. Ni kama vile ambavyo wanasheria wana bodi yao, wanajiregulate wenyewe, wanafanya mambo yao wenyewe, na wanahakikisha hiyo taaluma yao inaheshimiwa, ili kwamba kila mtu asije akajiita kwamba na yeye ni mwalimu. Kwa mfano, wewe ukitaka kuwa mwanachama wa TLS huwezi kuwa mwanachama, au ukitaka kuwa mwanachama wa bodi ya wale ma engineers huwezi, kwa sababu unakosa vile vigezo, unakosa ile sifa. Na kwa hiyo kwa miaka mingi Tanzania tumekuwa hatuna bodi inayosimamia elimu kama taaluma, kama profession. Sababu wengine wanaona education sio nani, kuwa mwalimu sio profession, sio taaluma, kwa hiyo kila mtu anaweza kuwa mwalimu. Almuradi anaweza kama ni Kiingereza anajua kuongea Kiingereza, basi anaweza kuwa mwalimu wa Kiingereza. Anajua hesabu anaweza kuwa mwalimu, wakati hiyo ni taaluma. Ni kama mtu kama hujasomea udaktari huwezi kumfanyia mtu operation. Kwa hiyo tulikuwa hakuna chombo ambacho kinaweza kikalinda taaluma ya walimu, na kwa sababu taaluma ya walimu isipolindwa, matokeo yake ni kwamba hatuwezi kutoa elimu bora kwa Tanzania. Na matokeo yake kwamba mwisho wa siku tutakuwa tunalalamika kwamba watoto wanafeli. Asante. Ulisema mwanzoni kwamba ninyi ndio waasisi. Yes. Lakini taarifa nilizonazo pia CWT ndio walianzisha mchakato. CWT wanazungumza 2013. Sisi tuna draft tenement, tulitengeneza draft bill 2009. 2009. Tupingani na CWT, ni members wetu. Kwa hiyo wenyewe wakisema pia na wenyewe ni nani, ni sawa, ni waasisi, ni sawa, kwa sababu they are our members. Kwa hivyo, lakini kwa habari ya kudraft ni hii, wakati wa enzi ya Jumanne Magembe 2009, hii draft tulipeleka, imesuasua sana kama mtandao wa elimu. Karibu kila bunge linapofanyika session ya bunge tumekuwa tunafanya lobbying, tumekuwa tunajaribu kufanya lobbying. Unakumbuka miaka ya nyuma wakati Mama Sita alipokuwa waziri wa elimu, kabla ya kuwa waziri, wakati ule aliahidi kwamba angeweza kusajili hii bodi, lakini alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya wanasema ya social kamati ya huduma za jamii, alitoaga shilingi kwa ajili ya hii. Kwa hiyo mchakato huu umeanza tangu 2009, ni ya siku nyingi sana. Lakini tunashukuru sasa wakati umefika kwamba angalau serikali nayo imeona hii bodi ipitishwe. Mwalimu Meshak, ninyi ni wanachama wa TENMET? Hapana. Bado ni wapya. Mnaunga mkono uwepo wa bodi? Bodi tunaunga mkono, si bodi aina hii ya mswada huu. Hapana. Kwa sababu tafsiri ya bodi dhana yake ya jumla ambayo walimu walikuwa wanahitaji bodi, ili kwa sababu mwalimu hana mtetezi. Hakuna chombo ambacho kinaweza kutetea fani ya walimu. Hapana. Ndio. Kipi? CWT. Hapana. Tunazungumzia vyombo ndani ya serikali. CWT sio chombo ni trade union, chama cha wafanyakazi. Ndani ya mfumo wa serikali, ndani ya mfumo wa ajira, system ya ajira ya serikali, hakuna chombo ambacho kinamtetea mwalimu.
Kwa hivyo dhana ya walimu wa kuhitaji bodi kwa miaka mingi ilikuwa ni kuleta suluhisho la matatizo mengi ya walimu. Kwa na chombo ambacho angalau kina guide, kinailinda hadhi ya walimu. Mwalimu sasa hivi anaonekana kama ni mtu ambaye ametupwa, ni kama ile fani ya watu ambao wa chini kabisa. Kwa lugha moja ni kwamba unaunga mkono uwepo wa bodi, lakini si kwa mswada huu. Si kwa mswada huu. Umeusoma. Mswada huu wa kutungwa na mwalimu. Sasa sisi walimu tungepewa fursa sisi wenyewe kujitungia, kushiriki. Sisi hatujashiriki. Vitu tofauti. Ni kama mtu yuko Marekani anatunga bodi ya kwenda kufanya kazi Tanzania bila kuijua Tanzania ilikoje. Asante. Mwalimu Nicodemus, nyinyi ndio waasisi. Yes. Unayasikia maneno ya mwalimu wenzako? Nasikia na nakubaliana naye 100%. Kwa sababu kuna ile kuwa na bodi. Hiyo sisi kuwa na bodi tulivyokuwa tunaitetea na tulivyoanzisha hili wazo na tulivyotetea mpaka leo, kile tulichokuwa tunahitaji ni kama alivyokuwa anazungumza ni autonomous board. Bodi ya wanataaluma. Sio chombo kama hivi ambavyo mswada huu unavyotaka. Mswada huu unavyotaka ni tofauti na sisi ambavyo tulikuwa tumependekeza. Kwa hiyo nakubaliana kwamba sasa hivi hii ikipita hapa sio kile tulikuwa tunataka, ni kama umeomba. Kwa TANMET hamkushiriki mchakato wa uandikaji wa mswada wenyewe? Nilikwambia mwanzo, sisi mchakato ile draft tuliotengeneza ni hii. Kuna sehemu, kuna vitu vingi vimehusishwa humu. Kwenye huu ni wa 2018. Huu ni wa 2009 ambao sisi ngoja kidogo. Kuna ile draft ya kwenu? Yes. Alafu kuna mswada wenyewe ambao tunauzungumza. Yes, ambao yote unayo hapo. Yes, tunayo yote nayo hapo. Yeah. Labda kabla hatujaenda ndani kwenye kwa nini mnaona si sawa kwa namna ulivyoundwa au ulivyoandikwa, nirudi nyuma kidogo kwenye hiyo dhana ya kuwepo kwa bodi. Tuna changamoto nyingi sana za elimu. Kuto kuwepo kwa bodi, unadhani kumechangia hizo changamoto ambazo tunaendelea kuziona? Kumechangia. Na umeuliza swali vizuri sana. Kumechangia sio maana sio kwamba ni sababu pekee. Kwa hiyo kunachangia kwa namna moja au nyingine. Kunachangiaje? Kunachangia kwa maana ya kwamba any profession lazima kuwe na gatekeepers, lazima iweze kulindwa. Lakini kwa miaka mingi tumekuwa hatuna bodi ya kuangalia hii taaluma ya walimu. Na kumekuwa na mfano, unaweza kukuta kumekuwa na mpaka walimu hewa, walimu feki, mambo, kwa sababu kila field hii kila mtu anaingia. Watu wanatoka Kenya, Almradi anajua Kizungu, anakuja hapa, anaingia kwenye shule, anafundisha. Ina maana kama taaluma imekuwa imepuuzwa kiasi kwamba mtu kama hajafundishwa taaluma ya walimu, hajapewa zile mbinu za kufundisha, hawezi kufundisha sawa na mwalimu. Unaona? Kwa hiyo kwa sababu hiyo unakuta wanafunzi wanavyofundishwa wanaathirika na matokeo yanakuwa mabaya kuanzia msingi wa huku chini. Hilo tatizo ni kubwa kiasi gani kwani? Tatizo ni kubwa kwa sababu ya kwamba ukiangalia kwa mfano sasa hivi tunapozungumza katika nchi yetu, huyu ni mwalimu naye anajua tuna shida kubwa ya walimu. Lakini nani anaweza kusema kwamba walimu ni wachache na ni wanini? Hakuna chombo chochote. CWT wanaweza kasema kwa sababu ya mzigo wa kazi kwamba jamani, sisi tutakuwa wanafunzi 300 darasa moja, mwalimu mmoja atafundishaje? Wameishia hapo. Lakini bado wanafunzi hao 300 wanafundishwa, wataelewaje? Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kusema kama independent board. Bodi ambayo iko huru kama ya engineers, kwa mfano ya wanasheria. Ukitenda kinyume na maadili ya sheria, wewe unasimamishwa kuanza kwenye hiyo bodi. Sheria ipo sheria ya elimu ipo, lakini kuna nani wanasema Teacher Service Commission ipo. Hicho ni chombo cha serikali. Sisi tuzungumzie hicho chombo cha serikali kwa sababu serikali pia ina waziri wa elimu, ana powers zake kwenye sheria ya 78, anaweza kufanya chochote kwenye elimu anachotaka, lakini hamna bodi ambayo ya elimu ya taaluma. Naam, nikushukuru sana Mwalimu Nicodemus. Mswada huu bodi, uwepo wa bodi utaleta tofauti gani kwenye elimu ya Tanzania? Asante. Kabla sijajibu moja kwa moja, nianze tofautiana kidogo na mwenzangu aliposema kwamba changamoto hizi tunazoziona katika elimu ni kwa sababu hakuna bodi. Si kweli. Maana ndio swali langu. Alisema swali langu ni kusema, je, kuto kuwepo kwa bodi kunaweza kuwa kumechangia changamoto za elimu kiasi gani? Umeelewa? Ndio. Kwa maana akakubaliana kwamba kwanza alishukuru hata swali lilivyoulizwa kwamba kuto kuwepo kwa bodi kunaweza kuwa kumechangia. Manake viashiria vya changamoto za elimu viko vingi. Endelea. Asante. Mimi niseme kuto kuwepo kwa bodi hakujachangia katika changamoto zilizopo. Kilichosababisha tufike hapa ni kwa sababu
elimu yetu imekuwa politicized, imeingiziwa siasa zaidi, na kipaumbele cha serikali katika vitendo cha kuboresha elimu na maslahi ya walimu na haki za walimu havionekani. Madai ya walimu ya kusema labda kuwe na bodi ni katika kujaribu kutafuta njia mbadala kwamba labda pakiwa na chombo hiki serikali itatusikiliza. Na bodi hii na bodi hii inayokuja haina jipya. Ukisoma sheria, tumesoma kwanza kifungu cha kwanza mpaka cha mwisho, yale yanayofanywa na tume ya utumishi ya walimu ndio hayo yako kwenye bodi. Kilichoongezeka ni mkanganyiko zaidi, kwa sababu walimu kwa miaka mingi tuliondolewa Wizara ya Elimu tukapelekwa TAMISEMI. Kwa sheria hii management ya walimu inaondolewa, inachukuliwa tena kurudishwa Wizara ya Elimu. Patakuwa na mkanganyiko wa kutatua kero, mwalimu aende TAMISEMI ama aende Wizara ya Elimu. Na kifungu cha 72 kinasema sheria yote ya elimu itakao kwenda contradict na sheria hii ndio itakayotawala. Maana yake tunarudi Wizara ya Elimu, management ya walimu inarudi Wizara ya Elimu bila kuondoa management ya walimu kutoka kule TAMISEMI. Mwalimu akipata shida aende Wizara ya Elimu, aende TAMISEMI. Hapa ni mkanganyiko mkubwa. Tume hii inaelekezwa kwamba itakuwa inasimamia nidhamu, kitu ambacho kinafanywa na TSC. Itakuwa inaajiri na TSC ndio wanaajiri vile vile. Na tukisema bodi, kutokuwepo kwa bodi kumechangia, maana yake tunaua sifa za vyuo vya elimu. Mwalimu anakuwa professional teacher baada ya kuandago training, sio katika chuo ambacho kimetambuliwa kwa fani hiyo. Na wala sio bodi. Bodi haitakufuatilia kule. Tukisema bodi ikiwepo ndio walimu watafundisha vizuri, maana yake vyuo vya elimu havina kazi. Maana vinamtoa mwalimu asiyeweza kufundisha vizuri. Yale mafunzo kwa vitendo, block teaching, teaching practice hazina manufaa, maana yake hazikumtrain vizuri mwalimu. Hii bodi haitakuwa na jipya. Bodi si inakagua, ina oversee. Bodi, ngoja nikwambie, pamoja kwamba kwa oversee, kazi ya bodi ambayo inaweza kuwa ni nzuri ni moja, kwamba Tanzania kumekuwa na inflow kubwa ya wageni kutoka nje kuja kufanya kazi ya walimu Tanzania. Hakuna chombo kinachowapima na kuwashinanisha kwamba inawezekana. Kiongozi mmoja wa chama cha walimu ambaye amekiri jana kwenye gazeti hili kwamba maana yake hii bodi ikipitishwa, maumivu haya yakija kwa walimu ni kwa hisani ya CWT, walimu wanakwenda kuumia. Gazeti la Mtanzania jana, aliyekuwa naibu katibu mkuu wa CWT amekiri humu ndani. Hao ndio walikuwa ni njema. Huyu bwana ni Olochi. Nilimsikiliza kwenye kituo fulani cha television hapa nchini miaka 4-5 iliyopita. Alisema kwamba alitaka kwenda kufanya kazi ya walimu Botswana. Kule Botswana akakuta kuna bodi ya walimu. So kila mgeni unapoingia lazima upite kwenye ile bodi wa kuone kama una vigezo vya kufundisha kwenye nchi ile. Akanyimwa hiyo nafasi. Kwa sababu alikosa vigezo. Kwa sasa kama mtu mmoja alikuja akaengineer akakifanyia chama cha walimu kibebe hii kama hoja, hii sio msingi. Na wale walimu wanakwenda kufundisha shule za private. Hii bodi madai makubwa serikalini anadaiwa na walimu wa public. Na struggle kidogo kuelewa mtizamo wako na msimamo wako. Mwanzoni tumekubaliana kwamba bodi hii ni ya muhimu na ukakubali. Isipokuwa si aina hii. Isipokuwa si kwa mswada huu. Si ndio manake? Naam. Kwa hayo yote unayasema ni kwa sababu ya mswada huu. Naam, nirudi kwako Mwalimu Nicodemus. Amenisaidia kuibua hoja ambayo ilikuwa iko katika swali langu mojawapo, kwamba tuna tume ya utumishi wa walimu. Yes. Ndio. Tuna vyama vya walimu, ndio vipo. Leo CHAKAMWATA tunacho na kadhalika. Bodi itafanya kazi gani? Ameshasema baadhi ya vitu. Nisikie kutoka kwako. Asante sana. Kwanza nashukuru kwamba mwenzangu shida yake sio kwamba ni bodi. Isipokuwa anachosema aliposoma mswada akasema sio bodi aina hii. Kwa hiyo kimsingi tunakubaliana, lakini pia amesema shida ya elimu ya Tanzania sio kwa sababu ya kukosekana kwa bodi. Lakini mimi nilisema kukosekana kwa bodi inachangia. Pengine ndio kutoa mifano. Yeye amesema haichangi kwa sababu anasema viko vyuo vya walimu. Ni kweli vyuo vya walimu vipo na vyuo vikuu vipo, lakini pamoja na hivyo vyuo kuwepo, na amejijibu kwa kusema mambo. Kwa mfano amesema elimu Tanzania imekuwa politicized. Sasa ni bodi gani ambayo, kuna chombo gani ambacho kiko neutral, ambacho cha kiserikali ambacho kikaweza kuweza kuishauri serikali au kikaweza kikachallenge? Kwa mfano kama kweli anavyosema mambo mengi, kwa mfano nizungumza mwanzoni kwenye power za waziri, kwa mfano imeelezwa kwenye sheria ya elimu ya mwaka 78. Kwa mfano nafikiri kifungu cha 48 au 49 kwa sikumbuki vizuri. Lakini waziri anazo powers nyingi. Anaweza akatangaza mambo akafanya mabadiliko yoyote. Ndio hicho anachokisema, asikonsulti yoyote. Leo tunatoka kwenye GPA tunatoka kwenye division 4 tunaenda kwenye GPA. Leo tunatangaza hivi. Hayo ndio mambo ambayo alikuwa anasema ndio lakini kwa sababu hakuna chombo ambacho ni cha wanataaluma.
ambacho kinaweza kikawa kama inafanya kind of gatekeeping. Si kwa sababu sio nguvu za kupigana za kisheria, lakini kwa mfano chombo cha kuprotect profession, ili kwamba kwa mfano profession ile taaluma kama iheshimiwi, ni pamoja na kuangalia nani anakuwa mwalimu na walimu wale walioko kwenye profession wanafanyiwa nini, kwa sababu walimu wakiwa kwa sababu ni chombo kinatakiwa cha walimu kuanzia shule ya awali mpaka chuo kikuu, alimradi wewe professional ni mwalimu. Kwa hiyo ni chombo cha kuregulate, self regulation. Na of course pia ni chombo ambacho kinaweza kikashauri kwenye masuala yanayohusu taaluma ya education, kama ambavyo ni kama bodi ya sio amezungumzia nini Tanzania TSS, hicho chombo cha serikali. Ni sawa na kama nimetoa mifano ya TLS, ni chombo cha wanasheria. Kuna engineers, kuna manesi, kuna manani. Hicho ni chombo cha kitaaluma, kinaangalia masuala hasa ya kitaaluma. Na pia lengo lake pia ni kushauri serikali pale ambapo kwa mfano inapokuwa taaluma ya kielimu, kama ninatumia neno lake, inakuwa politicized. Unaona kwa mfano inavyokuwa politicized. Lakini kama kuna independent body wakasema wait a minute, inaleta ile balance fulani. Unaona, inaleta balance fulani. Kwa hiyo inakuwa ni bodi ya ni walimu wenyewe wanazungumza. Sasa Meshaki, mswada huu kwanza unakubaliana naye kwenye hilo eneo? Nakubaliana naye kwa baadhi ya mambo kwamba tunahitaji independent board. Na hii sio independent board, hii ni government board. Hiyo independent board unadhani itakuwa na nguvu kuliko nguvu ya waziri kwa mujibu wa sheria ya mwaka 78? Sasa kutokiwa na independent board ambayo inakuwa inaingiliwa na waziri, bado sio independent board. Kwa sababu independent board kinakuwa ni chombo ambacho kinaishauri serikali, lakini kinapewa baadhi ya mamlaka ya kusimamia taaluma ama kusimamia utaalamu. Najaribu kufikiri kusimamia utaalamu, lakini hii ni mali ya serikali. Kwa ni serikali kama serikali ilivyo ni pase, sio chombo cha walimu. Bodi inatakiwa kuwa ni independent, ni chombo huru, kiko nje ya mfumo wa serikali. Inaweza kuwa na nguvu? Tunayo mifano ya bodi hiyo tunazoziita independent zenye nguvu ya kumwambia waziri Lukuya, hebu swala la kubadilisha GPA mwaka huu, kesho tunaenda huku. Hapana, ikafika kiwango hicho. Sidhani kwa mazingira yetu Tanzania kama kinaweza kuwa na nguvu. Maana tukumbuke katika historia ya elimu tuliwahi kuwa na michezo ikafutwa. Ndio. Ilipofutwa viwanja vya michezo vikabadilishwa kuwa mashamba ya miti. Waziri aliyekuja akarudisha michezo bila kukumbuka kwamba viwanja vilishakuwa mashamba ya miti. Na vingine vilishauziwa kwa watu wenye hela zao. Sasa hayo tunayaona bodi ikia regulate. Bodi haijayatazama haya. Na msingi wa bodi ambao mimi nasema naikubaliana na bodi, lakini si katika bodi hii, ilikuwa ni bodi ya kujali, kwa sababu unakuta sera nyingi zinakuja katika elimu zinazungumzia elimu bila kumgusa mwalimu. Huwezi mwanafunzi ajifundishi kitabu akijifunui, lazima kuwe na mwalimu wa kukifunua kitabu ili mwanafunzi apate maarifa. Sasa huwezi kuzungumzia mambo ya kitabu bila huyu anayewezesha elimu iliyoko katika kitabu kwenda katika kichwa cha binadamu. Sasa vitu vingi vinamwacha mwalimu nje. Konsepti ya walimu ya awali ni kwa sababu serikali haijasikiliza matatizo ya walimu kwa miaka mingi, kwamba pawe na chombo ambacho kitasaidia kuipelekea serikali mambo haya, lakini kulinda pakitumbwa sheria na bodi ni independent, lakini kuwe na mambo yanamlinda mwalimu, yanalinda hadhi ya walimu. Yawe hivyo. Lakini bodi hiyo iwe ni huru, iwe nje ya serikali. Najaribu kufikiri, Mwalimu Nicodemus, wote kwa pamoja nisaidieni. Tumekuwa na hivi vyama. Chakamwata mmoja kati ya nguvu yenu ni haya unayosema, kumtetea mwalimu. Sasa tumekuwa na vyama, tumekuwa na tume ya watumishi wa walimu. Haya yote yameshindikana. Bodi itafanya nini? Labda asante sana. Labda sio kwa sababu ya kwamba kuna hivyo vyombo vimeshindikana, kwa sababu kila chombo kimeanzishwa kisheria kwa kusudi fulani. Sawa. Kwa mfano, lazima tutofautishe vyombo vya serikali na vyombo ambavyo ni vya taaluma. Hapa tunazungumza bodi ya walimu kama ni bodi ya taaluma ambayo kwanza wenyewe kama wana regulate, lakini pia wanaishauri serikali, kwa sababu ni independent board. Hata wakisema watu wanaweza kusikiliza kwa sababu ni wanataaluma, ni professionals, ni wanazungumza. Lakini kitu ambacho huyu anachokisema, hata mimi ninapozungumza hapa sijasema mswada huu ndio unaletupa kitu tunachohitaji, kwa sababu content ya mswada huu, ili tupate kile tunakohitaji, kuna mambo mengi yanahitaji kubadilika. Ndio anachokisema. Na mimi nakubaliana na yeye. Hata mimi nasema huu mswada huu sio kile tunachokitaka. Kwa sababu 100%, kwa sababu huu uko chini ya waziri. Maana yake haina tofauti na TCRA. Maana nguvu yake itakuwa pale pale. Maana haina tofauti na EURA. Na hii sio tunachohitaji.
Sisi tunahitaji bodi ya kwetu independent ya wana taaluma tu. Kuna baadhi ya vitu gani ambavyo unasema hiki ni miongoni, labda chukua tu baadhi ya vitu vya mfano ambavyo vimo ndani ya mswada? Kinachozungumzia nini kwa mfano ambacho unaona kabisa hii ni tatizo? Tatizo kama nilivyosema hivi na kama huyu alivyoeleza, hiki chombo sisi tulivyokuwa tunapendekeza sio chombo cha serikali. Kwa serikali sio chombo chenu kama ni chombo cha kwetu. Lakini sasa baadhi ya vitu tulivyokuwa tumependekeza viko humu. Lakini kuna vitu vingine kama alivyosema vimechukuliwa huko kwenye Tanzania Social Service Commission, na kuna vingine vimechukuliwa kule kwenye sheria ya 78 ambayo pia tulitangaziwa inafanyiwa marekebisho. Na sisi tumetoa marekebisho yetu, tumetoa maoni yetu, ijapokuwa sheria haijabadilishwa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mojawapo, kwa mfano kutenganisha chombo cha serikali na chombo cha taaluma, lakini kwenye hii mswada haijatenganishwa. Kwa hiyo ndio huyu anachosema ikibaki hivyo ilivyo hatuna bodi. Hatuna bodi, lakini sio bodi kama bodi. Niseme machache kwenye swali lako, nini ambacho kiko ndani hatukihitaji ambacho kinaleta ukakasi. Niseme viko vingi, niseme vichache. Kwanza bodi ni kwamba mwalimu ukishatoka chuoni umeshakuwa trend, umefaulu mtihani wa taifa wa baraza la mitihani la taifa, hutambuliwi mpaka usajiliwe. Na utakuwa unapewa certificate na namba. Leseni. Kuna vitu viwili, kuna certificate na kuna leseni. Yaani unakata certificate na utakuwa unalipia kila mwaka, unalipa ada yake na unairenew kila mwaka. Ukirenew kwa muda mrefu haizidi miaka 3 na kila mwaka unalipa ada yake, unalipa fee. Unapata leseni ya kufundishia. Hiyo leseni nayo unarenew kama certificate na unalipia ada. Kumbuka mwalimu hana sasa hivi walimu miaka 3 hawajaongezewa mishahara, hawajapandishwa madaraja, wanalipa kodi kubwa. Leo naambiwa tena unalipa vitu vingine visivyopungua 3 kwenye bodi. Utalipia certificate, utalipia leseni. Na ni renewable, una renew kila mwaka na unalipia kodi yake kila mwaka. Usipolipia unafutiwa ualimu. Hilo jambo tu. Lakini pia kifungu cha 64 kinazungumza adhabu, kwamba mtu yeyote atakayefundisha bila kulipia ile leseni ni kosa la jinai. Unafungwa jela muda usiopungua miaka 3 na faini ya milioni 5. Na mtu yeyote ambaye sio mwalimu akafanya kazi ya kufundisha ama akashirikishwa na mwalimu kazi ya kufundishwa, wote wanatenda kosa, wote wanafungwa jela miaka 3 na faini ya milioni 5. Tutambue kwamba Tanzania kuna wasomi wengi wanajiajiri kwenye sekta binafsi kwenye elimu. Leo unakuta elimu ina perform angalau inakwenda hata kama inasuasua, lakini kuna wajasiriamali wadogo wanasaidia watoto wakitoka shuleni, wazazi wanapeleka kwenye vituo vya tuition kwenye majumba yao. Leo unaambia mtu huyu ukimkuta huko ni miaka 5 jela na faini milioni 3. Ukimkuta wapi? Ukimkuta anafundisha wapi? Yani ama shuleni, shule ya umma ama shule ya binafsi ama popote panapofundishwa palipo na kituo cha elimu, ukimkuta anafundisha. Leo unakuta kuna vijana wametoka chuo kikuu wanakwenda kufundisha watoto wa sekondari za A level ama O level, na ni ujasiriamali. Mtoto wa maskini anajisomesha, hana chochote, anapofundisha kwa sababu ndio sasa hivi wanamlipa shilingi 5,500, anatafuta fedha kujikimu. Leo naambia mtu huyu akikutwa maadamu hana leseni miaka 5, miaka 3 jela, faini. Hii sheria ni sheria kandamizi. Lazima tutunge sheria ambazo zinakwenda na mazingira ya Tanzania. Wasomi wengi hawana ajira, wanajiajiri kwenye sekta binafsi, kwenye elimu, kwenye ajira binafsi, kwenye sekta ya elimu ndio inaajiri, angalau wengi wanajiajiri huko. Lakini pia kuna uhaba wa walimu wa shuleni. Kijana akirudi kijijini kwao, anakwenda kwenye shule yake, ni wazazi wake pale wanakija, ndio kijana wetu kaja hapa, anakwenda kusaidia wazazi wake kwa kufundisha pale shuleni. Asante Mwalimu Meshaki. Mwanzoni tulijaribu kusema kwamba ni taaluma ambayo inapaswa kuheshimika, ilindwe, ni vitu kama hivyo. Huoni kama hilo unalolisema ni sehemu ya kuilinda taaluma, kwamba si kila mtu anapaswa kuwa mwalimu au anaweza kuwa mwalimu? Taaluma ya kuilinda taaluma, tunavyozungumzia kuilinda taaluma katika haki, taaluma katika maslahi, taaluma hata katika hadhi katika jamii. Hatuzungumzi kwamba mtu yote hawezi kufanya, hatuna hati miliki. Mwalimu Nicodemus. Yes. Kwenye point hiyo. Mimi najua pointi zake anazozungumza. Hizo ndio pointi za kuondolewa. Sio kwamba yani shida sio body. Sio ile spirit. Unajua kuna ile spirit ya kutaka kitu unachokitaka, lakini ukiletewa ndio chenyewe. Kwa hiyo mimi nakubaliana, ndio hicho haya tunayosema, na sisi pia kwa sababu tumepewa sisi tutoe maoni. Kwamba wote tunataka ugali, lakini umeleta ugali wa sembe, tunataka donuts. Wewe umeomba kitu, unapoletewa unaambia hiki ndicho unachotaka. Kwa sababu hiki ni kipindi bado. Kwenye hiyo point sasa Mwalimu Nicodemus. Yes. Ya utakapokutwa ukifundisha na huna leseni, miaka 5 jela. Sasa hiyo ni shida, lakini tafsiri naitazama mara mbili.
ni sehemu ya kuprotect hiyo heshima ya taaluma hiyo, kama ambavyo tukikuta kwa daktari unafanya kazi unajiita daktari. Madaktari fake tumeona wameingia matatani. Sasa walimu fake wanaweza wakaitwa hivyo pia. Wewe si mwalimu, hujasoma taaluma ya walimu na huna leseni. Tofauti, daktari ni tofauti na mwalimu. Kwa sababu madhara anayesababisha daktari ni tofauti na mwalimu. Kwa sababu mwalimu huyo anayefundisha anaweza akafundisha sawa na mwingine, hata kama hajasomea anaweza akawa anaelewa ile subject matter akafundisha saa zingine hata mwalimu aliyesomea na cheti. Lakini athari ya daktari ni tofauti. Kwa hiyo swala la kusema mtu akikutwa, actually sheria tafsiri yake pia inavyozungumzwa, sio mtu anayefundisha tuition wala nini au haya mananima adult education. Tafsiri yake ni mtu atakayekutwa kwenye shule, kwenye mfumo rasmi kwamba anafanya hiyo kazi. Lakini pia hiyo adhabu na sisi hatukubaliani nayo. Hatukubaliani nayo kwamba mtu amekutwa anafungwa jela. Hiyo hatukubaliani. Hiyo ndio moja ya shida iliyoko kwenye hii sheria ya bodi. Lakini bado ninachotaka kusema ni kwamba chombo kile kama ambacho tunachokihitaji wadau wenyewe, na kubaliana kama alivyokuwa anasema, walimu wanachokihitaji wakapata kushirikishwa, pengine ni uhaba wa muda. Walimu nchi nzima, kwa mfano kuna chama cha kwenu, wakaweza kutoa maoni yao, wakasema wakapata muda, wakasema hiki ndio chombo tunachokitaka, I am sure walimu watakuwa happy. Lakini kwa hivi alivyo, hata mimi mwenyewe si ukubaliani. Gharama ya leseni na kulipia kila mwaka imeshatajwa? Haijatajwa. Na waziri anapewa mamlaka ya kuamua. Ili bodi iwe huru itoke kabisa mikononi mwa waziri. Yani waziri bado ni serikali kama ilikuwa na mikono minne imeongeza mikono mingine miwili ya kumdhibiti mwalimu. Hata mfungwa wa mauaji halindwi na vikosi vyote vya majeshi nchini. Analindwa na askari magereza. Hatujapeleka jeshi la wananchi, tukapeleka sio vikosi gani? Kwa nini mwalimu? Tumekosea wapi nchi hii? Yani ni serikali imejiongezea mikono mingine ya kumdhibiti huyu mwalimu. Lakini itoke kabisa kwenye mikono ya waziri wa elimu. Ikiwe ni chombo huru ambacho walimu wenyewe kama wadau wenyewe tunakaa na kukiangalia tunafanyaje. Lakini ni serikali imechukua wazo la walimu, imepoka, imelipuma, ilikuwa la kwake. Tumeviziwa kwenye mswada huu. Hatujashirikishwa, hakuna mawazo yetu. Yani serikali imechukua wazo letu na kulifanya wazo la kwake. Haitatusaidia, itaongeza matatizo. Na inapingana na sera ya shirika la kazi duniani ILO na shirika la elimu duniani UNESCO kwamba walimu duniani they should teach in freedom. Wafundishe wakiwa katika hali ya kuwa huru. Hapa unafundishwa muda wote unajishuku. Ni adhabu. Hiki sicho walimu tulichokihitaji. Sicho. Kwa hiyo kwa maneno mengine, mimi nikiongezea katika point aliyokuwa anaisema, huu mswada kama hivi ulivyo sio kitu tunachokihitaji, na kwa hivyo haiwezi kutusaidia. Maana yake ni kitu ambacho kinahitaji kurudi kwenye meza, wanasema wazungu, kwenye drawing board, kwamba walimu waweze kushirikishwa kuanzia chuo kikuu, vyuo vyote vya walimu, anybody yote anaitwa mwalimu, kwa sababu ndio kitu cha kwake, waweze kushiriki na waweze, kwa mfano hizo kero zitolewe, mambo ya kufunga hayo. Hata mimi si uungu nafunga mtu kwa kufundisha. Yani hata mtu akikutwa na traffic ana leseni. Sawa, hata kama ana leseni. Hata leseni yenyewe ni moja ya vitu ambavyo sisi hatukubaliani. Samahani nimalize. Ni sawa na mtu amekutwa anaendesha gari. Hana leseni. Anafungwa. Anatoa fine. Si fine. Lakini pia anaweza kapelekwa mahakamani. Tutategemeana na hekima ya. Lakini kukutwa kwa mfano labda una driving labda ime expire, huwezi kufungwa. Una nani? Kwa hiyo imekuwa punitive measure, imekuwa kama hii itapita hivi, ni sio ya kusaidia, bali ni ya kukomoa na kuongeza uoga zaidi, kama alivyosema mwenzangu. Kitu cha kujiuliza, je, imefika mahali Tanzania tunaiona elimu badala kwa elimu ni huduma ya muhimu na ya lazima kwa kila raia, tumehama hapo, tumeifanya sasa elimu kuwa ni bidhaa ya anasa ambayo sio lazima mtu aipate. Kwa mswada huu, maana elimu sio huduma tena kwa jamii, bali elimu ni bidhaa ya anasa ambayo sio lazima mtu aipate. Na tafsiri ya mwalimu nchi bado ina ukakasi. Mwalimu kwa mujibu wa sera elimu ni yule mwalimu aliyepitia educational psychology, amesoma saikolojia ya walimu. Lakini sio kweli katika hali halisi ya walimu. Kwa mfano, yule trainer wa chuo cha labda cha VETA ama wa chuo cha NESI anafanya kitu gani? Si anafundisha kama mwalimu, lakini hakupitia ile educational psychology, lakini anaweza kufundisha, anaweza kadeliver material kwa watu wengine wakapata vile. Haya ndio mazingira ambayo kwa sita tunataka tuende nayo. Hata serikali imekutambua. Kuna kipindi leta walimu tukaitwa Voda Faster form 6 leavers, wakapitishwa kwenye kozi za miezi mitatu, wakafundishwa tu ile methodology, namna ya kufundisha. Maadili, hauna muda wa kufundisha maadili. Wakaenda kufundishwa kwamba wakiwa wanafundisha sasa wafanye maarifa ya kwenda kupata elimu rasmi ya walimu, ile ya professional training, ili wawe walimu sasa kabisa. Mtu anaweza kuwa mwalimu hata bila kupitia ile educational psychology.
Wanaofundisha vyuo vikuu na vyuo vingine vya elimu ya juu hawakupitia education psychology, lakini wanafundisha. Kwa hivyo leo ukimwambia mtu ni yule tu aliyopitia education psychology, kwa mazingira sisi Tanzania walimu hawajai kutosha nchi hii. Serikali haijai kuwa na uwezo wa kuajiri walimu wote ambao wamenani huko, ambao wametimu vyuo vya walimu. Kwa Tanzania anajipatia elimu kwa njia nyingine, tunamwambia leo ukikutwa ni adhabu. Bado tafsiri ya mwalimu inatakiwa iongezewe mapana. Sio tu yule aliyepitia education psychology na yule mwingine mwenye maarifa. Kwenye katiba Chakamwala tumefafanua hivyo. Aliyepitia elimu ya mafunzo kwenye chuo cha walimu na mwingine mwenye maarifa ambaye amequalify, ana sifa za kuweza kufundisha katika taasisi fulani. Na kuna vyuo vingine vina perform vizuri, sio kwa sababu mwalimu anafundisha kupitia education psychology, ila ni kwa sababu ni mtaalamu, kabobea katika somo hilo, amepewa muda wa kufundisha. Lakini pia katika ufundishaji kuna njia za kufundishia. Iko njia inaitwa kualika mgeni. Mimi naweza nikafundisha mambo ya vita, nikachukua askari aliyostaafu ama aliyeko akaja akatuletea mambo ya vita vya Kagera hapa. Nitaka kulileta hilo. Akafundisha. Leo unapomchukua mtu, unapofundisha darasani kwa njia ya kualika mgeni, unamwalika mtu yote mwenye maarifa, hata daktari, hata mgambo, hata askari polisi, anakuja kufundisha mambo ya ulinzi wa taifa pale. Ina maana mtu huyu leo ukitumia njia hii ya kufundisha hatafungwa. Inaonekana huyu mtu hatafungwa. Hiyo ni maana huyu amekuja kufundisha, lakini sio mwalimu. Ni sheria. Asante. Nafurahi kwamba kwenye hiyo point maana nilikuwa nataka kuileta katika hiyo sayansi ya ufundishaji, na hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inabadilika kwa spidi, teknolojia imekuja, si walimu wote wenye uwezo wa kufundisha labda tehama, si ndio? Alafu alafu wakaniita mimi mwandishi wa habari nikaenda kufundisha kule. Nafikiri tafumaniwa na hiyo sheria. Na ni issue sio hiyo. Issue sio kwamba watu wasifundishe. Tulivyokuwa tunataka kama body. Kwa mfano hata kwa wanasheria, kuna wanasheria ambao sio member wa TLS. Lakini wako ambao wanafanya kazi. Yes. Sio yani wako wanafanya kazi. Wamesoma viwango vyao fulani, wengine wanataka kuwa members, wengine hawataka kuwa members. Lakini kikubwa tunachozungumza ni ile kama taaluma. Issue ya kwa mfano watu kufundisha lecturer chuo kikuu, wanachukuliwa hajawahi kusomea ile masuala ya ufundishaji, mfano wanasema pedagogy, hajafundishwa. Hiyo ni kitu kingine. Na sisi kwenye ile bodi tunachosema, hatusemi kwamba mtu ambaye hajapitia hiyo kozi kama alivyosema asifundishe. Tunachotaka mtu anayetakiwa kutambuliwa kuwa mwalimu awe na hivyo vigezo, awe mwalimu, amesomea ualimu. Huyo mwingine treatment yake ni kitu kingine, hatuzungumzie hiyo treatment. Hiyo ni mbinu ya ufundishaji. Hiyo ni mambo ya mbinu ya ufundishaji hiyo, na sisi hatuna shida kama tulio wazo la awali kwamba tunajua kuna uchache wa walimu. Lakini uchache wa walimu ukiachiwa tu kwamba tunatoa tu leseni kila mtu afundishe tu, inafanya kuondoa kama ulivyokuwa unasema, basi unakuta hakuna wajibikaji kwa wizara inayohusika kuhakikisha kwamba kile walichoahidi kwenye sera, kama ni mwalimu mmoja kwa wanafunzi 40 au 25, basi itaachwa tu, hakuna sababu ya kurecruit walimu na kujaza. Lakini tunataka kuwa na bodi ambayo inaweza ikasema wait, haya ndio ambayo mmeyasema lakini hamuyafanyi. Hawa wengine kufundisha na kuwa na transition, hawa wanakuwepo lakini sio teachers. Kwenye bodi sisi hatuna problem, lakini hawatakuwa wanachama wa nini wa bodi. Hawatakuwa wanachama wa bodi. Wanaweza kuwa wanafundisha, haina problem. Na kuleta mtu mwingine kuja kufundisha haina shida. Hawa chuo kikuu wanao lecture, wana lecture lakini hawatakuwa wanachama wa taaluma ile ya profession ya teaching. Anaweza kuwa lecturer. Ndio kilichokuwa kinakusudiwa mwanzoni. Ni sawa na kuwafundisha watu wenye changamoto ya kusikia, labda tunakuwa na yule mkarimani, anaweza asiwe mwalimu, sio? Akasaidia kutafsiri lugha ya mwalimu, sio? Lakini sasa sheria. Mimi nazungumzia impact ya sheria. Sawa. Sheria inasema mwalimu ambaye amesajiliwa, sawa, akimshirikisha asiye mwalimu. Hiki hapa kifungu cha 60. Hiki hapa kifungu cha 60. Akimshirikisha, wewe umesajiliwa, lakini ukamshirikisha asiye mwalimu kufundisha, wote mna adhabu ni moja. Hii hapa. Samahani. Kifungu cha 60. Naomba na ndugu yangu huyu. Basi imetuvuruga. Samahani ndugu yangu, naomba ni tubadilishe hivi. Sio kwamba tusikatae bodi. Hicho kitu ambacho ukitaki labda ndio sema madhara yake. Hivyo ambavyo kwa mfano kama umeletea chakula labda kuna baadhi ya Nikodemo, kipengele unajua mimi nilikuwa sijaisoma hiki hapa kipengele cha 60 hicho. Ulikuwa umekipitia hicho? Kuna vipengele vingi tumepitia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. A person registered under this act who allows, associates or otherwise cause a person who is not registered as such to practice as a teacher commits an offense and shall be liable on conviction to fine of not less than 500,000 shillings and not exceeding 1 million shillings, or
to imprisonment Yeah. for a term of not more than 1 year or both. Or both. Wataalamu wa pedagogy. Sasa wewe ni mwalimu, unamwalika nesi, unamwalika aje ashirikishe. Ni mbinu umejifunza chuoni ya kualika mgeni. Mimi ni mwalimu, nimemshirikisha asiye mwalimu. Na utakuwepo darasani pia. Naam, lakini nimemshirikisha asiye mwalimu. Ukihakikisha kwamba maudhui yanakwenda sawa sawa katika uwasilishaji. Sawa, hata yaende vizuri na wanafunzi wafaulu, lakini ameshirikishwa asiye mwalimu, ni kosa. Utakutwa na both. Hii hapa ni kosa. Na mimi nakubali. Yani those are the issues. Kwa mfano hii bado iko kwenye ni bill, sio? Na ni bill tumeambia wadau tupeni maoni. Hivyo ndio those are the issues. Sasa kama hizo turudi kwenye point. Yako inaonekana yako mengi, hata ukimsikiliza Mwalimu Meshack anavyozungumza haoni kabisa hapa kama kuna mswada. Yani yeye ameangalia zaidi ya umeacha vitu vingi sana. Umeacha vitu vingi sana nje, lakini pia kuto kupitisha kwa mswada huu hakuna hasara tutakayopata, kwa sababu vitu vingi vinatoka kwa mswada huu ndio vinafanywa na TSC. Hatuna sababu ya kufanya haraka ezifu elimu iko ICU. Hakuna sababu. Naomba mswada huu utulie, tukajianze upya, kwa sababu vitu vilivyokuwa humu vinafanywa na idara ya ukaguzi wa shule, vinafanywa na tume ya utumishi wa walimu, viko mundani. Na sasa hivi idara kilichoongezeka mundani ni ule ukali wa kuadhibu, sijui na hizi faini na mambo ya certification na vitu vingine ndio ameongezeka kwa mabaya kabisa. Lakini mswada huu usipopita hatupungukiwi kitu. Hivi vitu vingi vinafanywa na TSC na vinafanywa na idara ya utumishi wa walimu. Idara ya tume ya utumishi wa walimu na idara ya ukaguzi zimetelekezwa kwa muda mrefu. Hazina bajeti. Hawawezi wale wakaguzi wakaenda kukagua kule mashuleni. TSC na wenyewe ili wapandishe walimu madaraja wanahitaji nao bajeti. Wanalipwa mshahara. Lakini wafanya vile vikao mpaka kuwe na bajeti, kwa sababu kuna watu ambao hawako kwenye idara wanakaribishwa. Hizi idara zimetelekezwa. Nasema mapa msingi ni kwamba serikali haijaonyesha kipaumbele cha dhati cha kuinua elimu na haki za walimu na hadhi ya walimu. Hii haina kipya. TSC na ukaguzi wakikumbukwa, wakawekewa mafungu, wafanye kazi zao vizuri, hakuna kipya hapa. Tumewakumbuka juzi, tumewapa magari. Sasa ukisema juzi unaweza kuwapa magari, lakini kuna bajeti ya mafuta na service na vinginevyo. Unaweza kuwapa magari wakapaki pale. Mwalimu Nicodemus. Yes sir. Tunamalizia. Nini mtazamo wako katika mazingira kama haya? Sio mtazamo wetu sisi kama shirika. Uko pale kwamba tunahitaji bodi ya walimu. Yaani bodi ya taaluma ya walimu. Na ni body independent. Hayo aliyoyasema, kwa mfano mimi nilisema kwa ufupi kwamba bodi isiyo chombo cha serikali. Hii sio another TSC again au EURA. Hatutaki iwe kama, hatutaki kitu kama EURA. Hatutaki kitu kama nini tena? TCRA. Tunataka hii bodi independent ya walimu kama bodi ya TLS ya wanasheria ambayo itakuwa inafanya self regulation. Sawa. Tuna nafasi madhaifu yaliyoko huku ambayo huyu mwenzangu ameshayataja. Walimu kama ni walimu wenyewe watakuwa na chombo cha kwao. Kwa sasa hivi tuko katika kipindi sahihi cha kuyatoa haya maoni, sio? Bado tuna nafasi. Bado tunaweza muda unaweza usitoshe. Kwa sababu kushirikisha walimu kwa mfano ndio maana Mwalimu Meshack anasema bora tunyamaze kwanza, turudi nyuma. Nafikiri nakubaliana na sio kunyamaza. Nafikiri tunahitaji time zaidi. Yaani kwa maana kwamba mswada huu usisogee mbele. Yaani kuna mabadiliko ambayo kwa mfano sisi kama wadau tumeyapeleka, ambayo kama yatafanywa kazi, kwa mfano mmoja wapo kama itabaki independent board, alafu ikatoka mikononi mwa serikali, nafikiri bado inaweza kuwa nzuri. Kwa sababu wadau kuna fursa ya kutoa hii, lakini kama wadau tutapewa muda zaidi, wakaridhika wakasema hiki ni chombo cha kwetu, wakaonyesha ownership. Kwa mfano hapo sasa hivi ilivyo, huyu mtu wa walimu ameipinga, kwa hiyo na maana bado hawajaweza kuiown, hawajaweza kuisupport, kwa hiyo sio cha kwetu. Mwalimu Nicodemus Shauri Atlawe, na kushukuru sana. Muda wetu si rafiki. Najua Mwalimu Meshack angekuwa na mengi ya kuendelea kuongea, lakini muda wetu umetupa mkono. Nikushukuru pia Mwalimu Meshack. Asante sana. Nashukuru. Kapange kwa kushiriki nasi. Mwalimu Meshack Kapange ni kutoka chama cha walimu, kwa lugha rahisi chama kipya cha walimu cha KAMWATA. Lakini pia tumekuwa na Mwalimu Nicodemus Shauri Atlawe kutoka TENMET. Huu ni mtandao wa elimu Tanzania. Asanteni sana kwa kushiriki nasi na kwa kutoa maoni. Hoja leo tuleta pamoja hapa ni kuhusiana na mswada wa bodi ya kitaaluma ya walimu, ambao kwa maoni yao wanasema yako mengi ya kurekebisha, licha kwamba wote kwa pamoja na kubaliana umuhimu wa kuwepo kwa bodi hii ya kitaaluma
kwa ajili ya kuwasaidia na kuwatetea walimu, lakini mswada ulivyo unahitaji mchakato mpya wa kuleta mabadiliko. Nikushukuruni sana kwa kuwa nasi.